Mheshimiwa Waziri Mkuu, niliyesimama mbele yako ni ndugu Jamali Juma Kuingwa. La kwanza, hongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kupata baraka ya kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri Mkuu wa kwanza wa Tanzania, kura yake moja aliipatia wilaya ya Manyoni, mbele ya msikiti ambako ni Julius Kambarage Nyerere. Alifuata kura moja ya gavana Kilimatinde na kisha kateuliwa na kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na madai na serikali. Madai matatu. Serikali na idai mwaka 2010 niliweza kulipa fedha ambayo ni milioni 4 kwa halmashauri ya wilaya ya Manyoni kwa kuomba kiwanja cha kujenga duka la fedha. Nilipewa kwa nyaraka, nikakabidhiwa kwa nyaraka. 2015 naomba kuendeleza, wakaniambia kiwanja kimefutwa. Na hapo wakaandika forgery ya document ambayo ninayo na nikamsainisha. Alivyosaini kwa mwandiko wake, nikaenda kwa wizarani wakanipa TP drawing original, wakaniambia kiwanja hicho hakijafutwa, document halali ni hiyo na risiti zako ni hizo. Na leo nimekabidhi nyaraka zote kwa senso. Lakini baada ya hapo mpaka leo nimesimama kwa mawaziri, nimesimama kwa wakurugenzi na wakurugenzi, hawataki kunipa haki yangu. Wakikaa pembeni wanasema yule. Nimelipa fedha kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na fedha hizo ni halali, hawataki kunipa na kwa risiti za serikali. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kaka yangu, ndugu yangu, hili ni kilio changu na kwa familia yangu. Nimejenga magodauni mawili toka Dar es Salaam mpaka tunafika Itigi, hakuna mgogoro ambao watu wamecheleweshwa kulipwa na serikali. Sisi watu wa Itigi tumeshindwa kulipwa toka 2023. Ninaidai serikali 1 bilioni ambayo ni nyaraka halali ya serikali imenipa kwamba watanifidia. Mafuta ya petroli ilikuwa 2,300. Leo petroli 2,500. Utanipaje thamani ya 2023? Na mpaka leo hawajatulipa. Daktari Mama Samia Suluhu Hassan anatoa fedha, watu hawataki, rozi na wauma. Tulianza kujenga magodauni ya tope, tumejenga magodauni ya bloku na hawataki hilo. Lakini mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, stendi yetu tangu uhuru haina lami, haina chochote. Taa mjini kule hakuna, taa ziko hapa katikati majengo. Mji wetu umegubikwa na wale wanaosema ardhi wanadanganya watu, wapewe watu waliolipia. Wananchi wote hawa kero yao ni ardhi na ardhi yao ni haki yao. Shida kubwa ni ujanja tu ofisi ya ardhi. Na haya yalianza nyuma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kusema haya, ninakushukuru. Dodoma ni mji mkubwa. Kuanzia sasa watamkia Dodoma wasifunge maduka Jumamosi asubuhi mpaka saa 6. Waache huru maduka asubuhi, tuende tukanunue, kwa sababu sisi tuko mashariki ya kwanza ya Singida. Asante Captain Lieutenant Kanali mwandamizi Mwenge wa Uhuru, ndugu Jamali Juma Kuingwa. Haya, asante. Haya, tusikilizane kidogo. Naomba tusikilizane kwanza. Ili la stendi nililiona, nilimkabidhi mheshimiwa. Kuna hoja hapa ambazo mnaweza mkaona hazijasemwa, ni kwa sababu bado tuna msemaji wa mwisho, naibu waziri wa TAMISEMI. Kuna hoja za barabara, za TARURA, kuna hoja stendi. Ameziorodhesha hoja kadhaa hapa. Kwa hiyo ile la stendi na hoja la stendi na barabara za mitaa yetu atakuja asemee naibu waziri wa TAMISEMI. Sasa lile la deni la magodauni naangukia wizara ya, kwa mnadai kwa halmashauri au wizara ya kilimo? Ni reli. Hilo nitakuomba nipate tu details zake ili niweze wenzangu ambao tuko nao tutaifuatilia kwa wizara ya kisekta. Lakini hili la kiwanja, meneja wa mkoa wa ardhi, hebu nitieni meneja wa ardhi wa mkoa. Kamishna msaidizi. Kamishna ardhi, fedha mlishapokea, kiwanja hamjampa ndugu yetu.
lakini ni ngazi ya halmashauri. Hii ni ngazi ya halmashauri, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili swala liko kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Manyoni, ndio alichukua ile eneo na kwa ajili ya kujenga, walisema amejenga benki. Na yeye alishalipia mkurugenzi. Afisa ardhi ndio yule aliyeenda kutoa hati. Nilivyokuwa nakuja nilimhurumia yule ndugu kwa hali yake ya afya, kwa sababu nilijua taarifa zangu nilizonazo kuna ubabaishaji mwingi sana wa ardhi hapa, mwingi. Sasa mkurugenzi, huyu ndugu alishalipia ardhi, mtamrudishia lini, mtampa lini ardhi yake? Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo ambalo alikuwa amepewa ndugu yangu Jamali ni eneo ambalo liko kwenye eneo la satellite ambalo ndio umeelekeza tusubiri maagizo kutoka kwenye ofisi yako. Baada ya kuwa wameridhia labda kwamba tuendelee na utaratibu, atakabidhiwa maeneo yake na sisi tutalipia ile gharama ambayo alikuwa amelipia ya awali ili aweze kupata hati zake. Ndio ile ambalo nimesema mkuu wa mkoa aendelee. Haya, mkuu wa mkoa atakuja kulishughulikia mara moja. Asante Mheshimiwa. Kisha maliza hii wiki ijayo mkuu wa mkoa atakuja.